kweli mimi najibu swali la kwanza la kwamba ikitokea wamekubali kwamba no nini? No reform, no election. Kiingereza hapo. Nchi ni nchi huru na sisi wote ni Watanzania, na mama kwa kipindi chake ambacho amepokea kijiti kwenye kipindi kigumu, wengi tulifikiri atateteleka kwa sababu kwanza hakuwa yeye rais, ila alipokea. Kwa hiyo tulihisi labda atakavyoendesha ataendesha vyovyote kwa sababu sio kipindi chake, ni kipindi cha mtu mwingine. Lakini tumeona mama amesimamia yale yote ambayo tayari yalikuwa yameanzishwa. Ina maana amefanya kama ambavyo marehemu mwenyewe pengine alitamani kufanya au amefanya zaidi. Kuboresha hospitali inasaidia hawa wanaosema kwamba no nini? Hicho bwana. Hiyo. Wake zao wanaenda hospitali wanajifungua watoto wao ambao wanajenga familia ni bure. Mama zao wanaumwa wanaenda hospitali ambapo sasa hivi mimi nilikuwa Katavi. Ni ndani lakini hospitali ni nzuri mno. Lakini shule ni nzuri mno. Kitu ambacho kila mtu anasema, jamani mama tunamshukuru kwa kutuletea hospitali, lakini pia tunashukuru kwa kutuletea shule. Kwa sababu wengine huko kijijini watoto walikuwa hawasomi, kwa mtoto hawezi kupata elimu. Wazazi walikuwa wanajifungulia nyumbani kwa sababu hospitali zilikuwa ziko mbali. Kwa hiyo hakuna mtu ambaye hata kama anasema hiyo nini sijui hiyo kwa Kiingereza uloisema hiyo uloisema hiyo. Hata kama anasema hivyo basi inabidi tumwangalie vizuri kwa sababu je, ni kweli hajanufaika na chochote ambacho mama amekifanya kwenye msimu wake? Je, ana uhakika yeye kama yuko mjini ni sawa? Je, kule kijijini ambako ameacha wazazi wanakaa, wengi tuko hapa Dar, lakini vijijini huko tuna wazazi wetu ambao wakiumwa zile hospitali ndo wanazitegemea, wakizidiwa ndo wafanyiwe transfer kufika wapi? Muhimbili. Lakini sasa hivi unaona hospitali nyingi kijijini zinamaliza hilo tatizo. Hivyo wao wanaosema hiyo nini Kiingereza hiyo? No reform, no election. Hiyo. Ina maana wao hawajanufaika na hiyo miaka 4 ambayo ameiongoza mama. Mimi nimejibu kwenye hilo. Jibu wewe hilo jingine sasa. Mimi nadhani tujikite zaidi kumsupport mama yetu Daktari Samia Suluhu Hassan. Haya mambo ya no reform, no election. Wote tunafahamu. Mwisho wa siku hivi vitu vinakuwaga si vizuri katika nchi yetu. Nchi ambazo zimeingia kwenye migogoro na matatizo zimepitia mambo kama haya. Kwa hivyo rai yangu mimi hata kwa hao wanaosema no reform, no election, watazame kwanza yale ambayo rais wa nchi ameyafanya. Na wao wajikite zaidi kumsapoti katika kila hatua ambayo anaipiga ama katika kila jambo ambalo analifanya. Sisi mpango mkakati wetu ni kuhakikisha tunapigania chama cha CCM. Tunakipigania chama cha CCM. Maana yake ukikipigania chama cha CCM unampigania mama. Hiyo ndio mipango mikakati yetu. Lakini ni kuhakikisha tunafanya hamasa nchi nzima. Yaani hapa mnapotuona sisi, baada ya muda mfupi msishangae kutuona tuko Mwanza, tuko Arusha, tumeungana na wengine. Tutaungana na huo ndio mpango wetu. Tutazunguka nchi nzima kuhakikisha tunaungana na wenzetu ambao wana vimo vifupi. Tutumie kimo chetu tulichonacho, tuhamasishe nchi nzima, watu waende wakapige kura. Kwa hiyo ndio mipango yetu mikakati. Na hiyo ndio mipango ambayo tuko nayo. Na tutahakikisha tunalisimamia hilo na tunalifanya vizuri bila wasiwasi wowote. Jamani, tuacheni mambo ya kutafuta kuchochea moto. Nchi yetu ni ya amani, tumuunge mkono Daktari Samia Suluhu Hassan. Mitano tena iwe ya kwake. Jamani, Samia! Mitano tena! Samia! Mitano tena! Samia! Mitano tena! Hicho ndio tunataka kufanya. Yaani miaka ya mama michache imegusa mambo makubwa sana, especially sisi wana industry kwenye upande wa sanaa. Mmeona tumepewa mikopo. Zimetoka fedha nyingi. Tumekopa na tunafanya shughuli zetu za sanaa bila kikwazo cha aina yoyote. Tukumbuke sanaa yetu hapa nchini Tanzania ilikuwa na tatizo la kipato. Mtaji ilikuwa ni tatizo la watu kufanya kazi. Lakini mama ametoa mikopo na wasanii mmeona wengi wameenda kuchukua mikopo, wamekopa, na leo hii unaona hata uzalishaji wa filamu, muziki na sanaa mbalimbali
bajeti zao zimekuwa. Watu ama wasanii wanafanya shughuli zao kwa ukubwa zaidi, tofauti na mwanzo mtu alikuwa anajikongoja kwa mtaji mdogo. Leo ukizunguka unaangalia hapa watu wamenawili. Zamani watu tulikuwa tunakuja hapa kidogo, mambo si mazuri, mitaji ilikuwa ni hafifu. Lakini mama amenogesha mitaji yetu, ametupa mikopo na tunafanya shughuli zetu vizuri. Kwa hiyo kwenye hilo, kwenye hii miaka michache ambayo mama amechukua kijiti, anaongoza nchi, kiukweli amefanya mengi sana. Na sio kuzungumzia tu sanaa. Jamani, mikopo imetoka mpaka serikali za mitaa. Watu wanajiunga vikundi, wanajisajili, wanaunda katiba zao, wanaenda kuchukua mikopo kwa ajili ya kuendesha shughuli mbalimbali za kijamii, za kibiashara. Wamama wengi wamechukua mikopo. Wafanyabiashara wengi, wakaka, wadada wengi wamechukua mikopo. Na leo hii watu, wananchi wamekuwa na mitaji ya kutosha. Hii yote ni mama. Na mkopo unaenda kuchukua hauna riba. Na ukishachukua ule mkopo unaachwa kwanza miezi mitatu bila marejesho. Jamani, makofi kwa mama jamani. Daktari Samia Suluhu Hassan. Unachukua mkopo unaachwa miezi mitatu, fanya mambo yako. Yaani ule mkopo uliochukua usiingie pressure kwanza wakati unafanya biashara yako. Miezi mitatu uko huru. Unafanya biashara yako, baada ya miezi mitatu unaanza kufanya marejesho. Na ukumbuke hapo hakuna riba. Mama ameupiga mwingi sana. Kama unakujazia ndugu yangu, jaza tu. Sisi tupo hapo kwa ajili ya kuhakikisha mama. Mimi ningependa kuzungumza kitu kimoja. Waswahili wanakuambia usiongee sana utaharibu, lakini unaweza kuongea kitu kidogo kika kwenye point. Mimi bwana, mama kaupiga mwingi sana. Miaka 4 hii iliyopita kafanya mambo makubwa sana. Nadhani watu wote ama wananchi wote hilo swala mnaliona na mnalijua. Uongo kweli? Kweli. Kifupi, tupo pamoja na mama na tutaendelea kuwa pamoja naye siku zote. Maliza hapo na swali. Swali.